Hujambo na salamu alaikum. Karibu katika makala yetu tunapoendelea kujifunza mashairi ama ukipenda ushairi. Katika makala yetu ya leo tunaangalia uchambuzi wa mashairi. Na kama tulivyokwisha taja hapo awali, uchambuzi ni ule ufafanuzi. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu uchambuzi wa mashairi, tunamaanisha kuhusu ufafanuzi wa mashairi. Na tumekwisha taja hapo awali mambo 7 ambayo tunazingatia katika uchambuzi wa mashairi. Tunazingatia umbo, uhuru wa mshairi, mbinu za lugha, maudhui, dhamira, nafsineni na toni. Hayo ndio mambo 7 ambayo tunazingatia katika uchambuzi wa mashairi. Katika kipindi chetu cha leo, tutachambua mashairi tukizingatia umbo. Umbo ni sawa na muundo. Kwa hivyo umbo sawa na muundo. Na tunapoongea kuhusu umbo ama muundo, tunazingatia namna shairi limeundwa, ile sura. Tunajiuliza hili shairi linakaa vipi, sura yake ni ipi? Kuna mambo 6 ambayo tunazingatia chini ya umbo ama muundo. Kitu cha kwanza ni beti. Unapojibu swali kuhusiana na umbo la shairi, unafaa ujiulize hili shairi lina beti ngapi? Na kumbuka beti ni wingi, kwa umoja inakuwa ni ubeti. Na ubeti ni kifungu cha mishororo kadhaa katika shairi. Utapata mashairi mengine yana beti 3, mengine beti 4, mengine 5, 6, hata mashairi mengine unaweza kupata yana beti 10. Ebu jibu hili swali, eleza muundo wa shairi hili ukizingatia idadi ya beti. Shairi hili usione kwenda mbele, shairi ambalo limeandikwa naye Joseph S. Kiponda. Na shairi hili lina beti 4. Kuna hili shairi pia, eleza muundo wa hili shairi ukizingatia idadi ya beti. Shairi baada ya korona. Na shairi hilo lina beti 5. Kisha tuna hili shairi kwa kichwa uharibifu wa mazingira. Na shairi hilo lina beti 3. Na unafaa ujiulize, useme shairi lina beti 3 ama lina beti ngapi? Kigezo cha pili ambacho unaangalia unapochambua umbo ni idadi ya mishororo katika ubeti. Lazima uangalie hizo beti. Kila ubeti una mishororo mingapi? Kumbuka, mshororo ni mstari mmoja wa kifungu cha maneno. Mshororo mmoja wa kifungu cha maneno, na mishororo hupatikana ndani ya beti. Tazama hili shairi. Shairi hilo shairi uharibifu wa mazingira. Mishororo ni mingapi? Mishororo ni 4. Kwa hivyo unapojibu swali kama hilo unaweza kusema shairi lina mishororo 4 katika kila ubeti. Shairi lina mishororo 4 katika kila ubeti. Vile vile tuna mfano mwingine hapa, shairi kitabu. Eleza muundo wa hili shairi ukizingatia kigezo cha idadi ya mishororo. Naam, shairi hilo lina mishororo 3 katika kila ubeti. Ni vyema ujue kwamba mashairi yanapata majina kwa kuzingatia idadi ya mishororo katika kila ubeti. Shairi ambalo lina mshororo mmoja katika kila ubeti, kunayo mashairi yenye mshororo mmoja kila ubeti, ingawa ni nadra lakini yapo. Shairi hilo linaitwa tathmina. Tasema, kwa hivyo ukipata shairi kama hilo na unaeleza muundo, ni vyema useme shairi hili ni shairi aina ya tathmina, kisha unaendelea na kueleza lina mshororo mmoja katika kila ubeti. Shairi lenye mishororo 2, mfano hili,
Mfano hili shairi la Rafiki, mishororo ni miwili kila ubeti. Hili shairi ni aina ya tathnia. Kwa hivyo shairi lenye mishororo miwili kila ubeti linaitwa tathnia. Kuna shairi kama hili hapa lenye mishororo mitatu katika kila ubeti, nalo linaitwa tathlitha. Mishororo minne kila ubeti linaitwa tarbia. Mishororo mitano kila ubeti likapata jina la takhmisa. Mishororo misita, samahani, hakuna misita. Mishororo sita kila ubeti linaitwa tasdisa. 7 kila ubeti unaweza kuliita usaba ama pia ukaliita tasbia. Kwa hivyo ni usaba ama tasbia. 8 ni unane, utisa na ukumi. Unane, mishororo 8 kila ubeti, utisa, mishororo 9 kila ubeti, ukumi, mishororo 10 kila ubeti. Kigezo cha tatu ambacho tunaangalia tunapochambua mashairi tukizingatia umbo ni idadi ya vipande katika mshororo. Idadi ya vipande katika mshororo. Nakumbuka unatambua kipande unapoona ile alama ya kituo. Kituo kinakuwezesha kujua kuwa hicho kipande kimefika hapo, kisha ule mshororo unaendelea. Kwa hivyo unapoendelea kukiwa na kituo kingine unapata kujua hiki kipande nacho kimefika hapa. Vipande ni visehemu katika mshororo vilivyogawanywa kwa kituo. Hiyo ndio maana ya vipande. Kwa mfano, ukiangalia hili shairi hili lina vipande viwili. Ukiangalia mfano huu mshororo, hapa kuna kituo, kumaanisha hiki ni kipande upande mmoja na hiki ni kipande kingine. Kwa hiyo shairi hili lina vipande viwili. Hapa kuna istilahi ambazo unafaa kuzijua. Nazo ni ukwapi, utao, mwandamizi na ukingo. Ukwapi ni kipande cha kwanza katika mshororo. Utao ni kipande cha pili katika mshororo, mwandamizi kipande cha 3 na ukingo kipande cha 4. Kwa hivyo kipande cha kwanza kinaitwa ukwapi, kipande cha pili kikaitwa utao, cha 3 kikaitwa mwandamizi na kipande cha 4 cha mshororo kikaitwa ukingo. Vile kama ilivyokuwa katika idadi ya mishororo, mashairi yanapata majina kutegemea idadi ya vipande. Shairi lenye kipande kimoja, shairi ambalo limeundwa na ukwapi peke yake, linaitwa utenzi. Shairi ambalo lina vipande viwili, kumaanisha lina ukwapi na utao, linaitwa madhnawi. Shairi ambalo lina vipande vitatu, kumaanisha lina ukwapi, ukwapi, lina utao na lina nini pia, lina mwandamizi, nalo linaitwa ukawafi. Na pia shairi ambalo lina vipande vinne, kumaanisha lina nini, ukwapi, utao, mwandamizi na ukingo. Shairi ambalo lina vipande vinne, lina ukwapi, utao, mwandamizi na ukingo, linaitwa mavue. Twende sasa kwa swali. Tuna shairi hapa, shairi Kijana Kamange. Eleza muundo wa shairi hili ukizingatia kigezo cha idadi ya vipande. Utasema shairi hili lina kipande kimoja katika kila mshororo. Kwa hivyo shairi hili ni aina ya utenzi. Tuna shairi lingine pia, shairi kichwa Umaskini. Eleza umbo la shairi hili ukizingatia kile kigezo cha vipande. Utasema shairi hili ni aina ya madhnawi, lina vipande viwili katika kila mshororo. Kwa mfano, mshororo wa kwanza, ubeti wa kwanza, kipande cha kwanza ni umaskini, kisha tuna kituo, alafu kipande hicho kingine kinaendelea, unatusumbua binadamu. Umaskini unatusumbua binadamu. Tuna shairi lingine hapa, Nilikupa ukatupa. Eleza umbo la shairi hili ukizingatia kigezo cha idadi ya vipande.
utasema shairi hili ni aina ya ukawafi, lina vipande vitatu katika kila mshororo. Nilikupa, kwa mfano mshororo wa kwanza ubeti wa pili, nilikupa kila changu ukatupa. Nilikupa, huo ndio ukwapi. Kila changu, huo ni utao, na mwandamizi inakuwa ni ukatupa. Nilikupa kila changu ukatupa. Hicho kilikuwa ni kigezo cha tatu. Kigezo cha nne ambacho tunaangalia tunapochambua umbo ama muundo wa shairi ni vina. Tunaangalia mpangilio na urari wa vina. Kumbuka vina ni silabi ya mwisho katika kipande cha shairi. Kwa hivyo unaangalia ile silabi ya mwisho, vile vina viko vipi. Unaangalia vina vya kati na vile vile hata na vina vya mwisho. Vinafanana, vya kati na vya nje vinafanana katika shairi kuanzia ubeti wa kwanza hadi ubeti wa mwisho, ama labda vya kati vinafanana, vya nje vinabadilika, ama labda vya kati na vya mwisho vinabadilika kuanzia ubeti wa kwanza kwenda ubeti mwingine. Mfano, tuna shairi hapa, hodi hodi mashairi. Ukiangalia hili shairi, vina vya kati na vya mwisho vinafanana kuanzia ubeti wa kwanza hadi wa mwisho. Ubeti wa kwanza unaisha kwa ri na vile vile mwisho ri. Ubeti wa pili ri, vile vile mwisho ri. Wa tatu na wa nne vile vile unaisha kwa ri na mwisho ri. Shairi kama hili utasema inatupa bahari ya mtiririko. Kwa hivyo hili shairi linaleta mtiririko, vina vinafanana kuanzia mwanzo hadi mwisho. Shairi lingine kama hili, shairi njoo tucheze, ambalo limeandikwa naye Timothy Arege, unapata vina vya kati vinafanana kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ubeti wa kwanza ze, wa pili ze, wa tatu ze, wa nne ze. Lakini ukiangalia vina vya mwisho vinabadilika ubeti kwenda kwa ubeti mwingine. Ubeti wa kwanza unaisha kwa ma, wa pili unaisha kwa ndo, wa tatu unaisha kwa ha, wa nne ukaisha kwa ngu. Hilo shairi tunaweza kulirejelea kama ukara. Hili ni shairi ambalo vina vya kipande kimoja havibadiliki kutoka ubeti mmoja hadi mwingine, lakini vina vya kipande kingine vinabadilika. Tuna pia ukaraguni. Hapa ni pale unapata shairi vina vyake vya kati na vya mwisho havitiririki, kumaanisha vinabadilika kutoka ubeti mmoja hadi mwingine. Kwa mfano, tuna hili shairi hapa, shairi talanta zetu. Shairi talanta zetu ambalo limeandikwa naye Mwala M. Ubeti wa kwanza vina vyake ni m vya kati, vya nje ni ni. Ubeti wa pili ni ni, vya nje ni sa. Ubeti wa tatu sa, vya nje ni mbo. Kwa hivyo shairi kama hilo vina vinabadilika vya kati na bado vya mwisho vinabadilika kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kigezo kingine ambacho tunazingatia ni idadi ya mizani katika mshororo. Kumbuka mizani ni silabi, ni idadi ya silabi katika kila mshororo. Kwa hivyo unapochambua shairi, chagua mishororo kadhaa katika lile shairi na uhakikishe kuwa mishororo unachagua kutoka beti tofauti. Ikiwa mizani inatoshana, basi unaweza kueleza na kusema shairi hili lina mizani, labda mashairi mengi yana mizani 16. Kwa hivyo ukasema shairi hili lina mizani 16 katika kila mshororo. Ikiwa umepata ni 14, basi utasema shairi hili lina mizani 14 katika kila mshororo. Mwisho, kigezo cha mwisho ambacho tunaangalia tunapochambua umbo au muundo wa shairi ni kituo, kiishio au kimalizio, ama kibwagizo ama mkarara. Ninaposema kibwagizo, sina shaka kuwa wewe unajua ni
ule mshororo ambao unarudiwa katika kila ubeti. Mashairi mengine utapata yana mshororo na mara mingi huwa ni ule mshororo wa mwisho umerudiwa katika kila ubeti. Basi utasema shairi hili lina kibwagizo na kisha unataja hicho kibwagizo. Kwa mfano, shairi kama hili, shairi chumvi, unapoambiwa eleza umbo la shairi hili, unaweza kusema shairi hili lina kibwagizo ambacho ni takwimu zinaonyesha chumvi kitu maridhia. Mashairi mengine utapata mshororo wa mwisho haujarudiwa, haufanani kutoka ubeti hadi ubeti mwingine. Basi shairi kama hilo unaweza kusema tu shairi hili lina kituo, shairi hili lina kiishio ama lina kimalizio, kwa sababu hilo shairi halina kibwagizo. Kwa hivyo huwezi kusema kibwagizo ni kipi, utasema tu halina kibwagizo ama lina kituo. Mwisho wa makala yetu ya leo. Natumai umejifunza. Asante kwa kutazama, asante kwa kusikiliza, asante kwa kuungana nami katika makala yetu ya leo. Mpaka tutakapoonana tena katika makala mengine kutoka kwangu, kwa heri.